Shukran sana. Niweze kuzungumza na aliyekuwa waziri hapa Eugene Wamalwa. Mheshimiwa, tueleze kwamba maoni yako ni yapi kuhusu kile kilichojiri katika ile shule, ukiangalia kwamba vitoza machozi ziliweza kutupwa katikati ya wanafunzi ambao walikuwa wamekuja hapa kufanya mchezo wa kuigiza. Kwanza ni jambo la kusikitisha sana kuona ya kwamba watoto wa Butere Girls wamebaguliwa na kulikuwa na amri kutoka juu ya kwamba huu mchezo wa kuigiza usiendelee. Hiyo ndio ilifanya tukapata nafasi ya kwenda mahakamani tukiwa wanasheria, ndugu yangu Kenneth Chesa akiwa partner wangu kwa Wamalwa and Chesa Advocates, na tukapata orders ya kwamba watoto hao wana haki kama watoto wengine waweze kuja mbele ya wale adjudicators na waweze kutoa talanta zao. Na hii ni kati ya yale yako katika katiba yetu, kupeana haki kwa kila Mkenya, kila mwananchi wa Kenya, including watoto wa Kenya wale wa Butere Girls, kuweza kuwa na uhuru wa fikira, uhuru wa kujieleza, na vile uhuru wa kushirikiana na wengine, kama vile walikuwa wanashirikiana na ndugu Malala ambaye aliandika huu mchezo wa Echoes of War. Lakini hizi haki za kikatiba zimekiukwa. Licha ya sisi kwenda kotini kupata orders, leo wamezuiliwa wasipate nafasi kucompete. Lakini tunajua ya kwamba tumeelezwa kuna wale wako juu hawakutaka mambo haya yafike kwenye ikulu. Sababu Echoes of War ya Butere Girls ikishinda, basi wataelekea kwenye ikulu gala night kuweza kwenda mbele ya rais na first lady Rachel Ruto ambaye pia alikuwa ni mwanafunzi katika hii shule. Na sababu mchezo huu ni sio tu wa kuigiza, lakini pia ni wa kueleza yale yanayoendelea humu nchini, haswa katika sekta ya elimu, mambo ya SHA ambayo haifanyi kazi, mambo ya university funding model ambayo mahakama tayari imefanya haiko sawa. Inaonekana wale wakubwa hawakutaka mambo haya yafike mbele yao, maybe ataaibisha rais ama serikali yake, sababu ya zile sera mbovu ambazo wameleta na zinaumiza wa Kenya. So leo tuambia wale wote ambao wamehusika ya kwamba wamekiuka ile orders za mahakama na they are in contempt of court, kama mawakili bado tarudi mahakamani kuhakikisha ya kwamba watoto hawa wanapata haki yao. Vile vile ndugu Malala ilitakiwa hii ni kama timu inaenda kucheza na kocha anazuiliwa. Hata ninyi wanahabari mmezuiliwa siku ya leo. Wale ambao the public ilitakiwa waje waone huu mchezo, wengi tumewapata gate imefungwa, wamezuiliwa. Sisi viongozi tunazuiliwa, sisi mawakili tunazuiliwa. Imeanza kuonekana wazi tumeanza kurudi katika ile hali ya udikteta iliyokuweko wakati ule wa Nyayo. Na bwana Ruto anaanza kuonekana kama dikteta mbaya sana. Tukiangalia yale ilitendeka kule Afrika Mashariki, unakumbuka ule mchezo wa kuigiza wa Sarafina, ile serikali ya kimabavu ile ya Afrika Kusini waliumiza watoto, wakawapiga tear gas, wakawapiga risasi. Na leo tumeona hapa Nakuru watoto wa Butere sio tu kuzuiliwa, wanatoka nje wakishangiliwa, polisi wanawapiga tear gas. Nasikia kuna wengine wameumizwa. Haya yote tunaenda kuchukulia hatua. Tuwaelekea kule Dama Ravine, ndugu yetu Malala tumekuwa tangu jana tunamshughulikia. Alishikwa hapa Central Police Station, amehamishwa usiku wa manane, tuwasikia ako kule Dama Ravine. So kutoka hapa Nakuru tuelekea Dama Ravine ili kumpigania aweze kuachiliwa. Hakuna kosa lolote bwana Malala amefanya. Yeye amejulikana kuwa a major playwright in Kenya. Ni mtu ana talanta yake. Huu ni kama upako, kama ni pasta amepewa, anapata maono na anaweza akayazungumzia kupitia michezo ya kuigiza kama hii. Na watoto hawana hatia, wana haki kuperform anything. Kama wanaona ya kwamba labda kulikuwa na mimi naona wanaanza kurudisha zile sheria za zamani za kikoloni za sedition. Ilikuwa wakati wa Nyayo, ukiwa na jambo ambalo linaguza serikali, unaambiwa this is seditious material, na watu wanawekwa ndani. Hatungependa turudi nyakati hizo. Under the new constitution 2010 lazima haki zote including the freedom of expression ziheshimike. Na leo tunataka tuhakikishie wa Kenya kama upinzani
tutaendelea kusukuma mambo haya. Lakini kwa Bwana Ruto, taka nimweleze yale walisema ya kwamba yule mfalme alikuwa anadanganywa na wale wako naye ya kwamba mavazi yako ni ya ajabu sana. Ilichukua mtoto mdogo kwenda kumwambia mfalme, hauna mavazi. Mimi nawakaa Ruto hakutaka watoto wa Butere waende wamwambie our king, the king is naked. Lakini wamesema na ukweli bado utadhihiri. Asante. Shukran sana. Niweze kuongea na kiongozi mwenzangu hapa Stanley Karanja, mheshimiwa kutoka Naivasha East. Unaweza ukatueleza kwamba